Kama ni msomi sasa, unaenda kwenda kwa jamaa ukamwambia kwamba mwanangu, nimepata kipengele nina supplementa, na akakutia moyo, lakini baada ya hapo akaenda mahali akawa anakuazia mabaya kwamba ikiwezekana akeli kabisa ili awe na aibu, lakini Bwana anakuazia mema katika hatima ya kwako. Siku ya leo yale mema ya Bwana anayokuazia kwenye maisha ya kwetu yanakwenda kutimia. Bwana wetu Yesu Kristo. So ukisoma Waefeso 2 na ule mstari wa 10, Biblia inasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Listen to me. So inawezekana ana mipango, usije kukwamisha mahali, usipate kupiga hatua mahali, lakini ashukuriwe Mungu, Bwana wetu wa majeshi, anayetuwazia mema. Kutenda mema ni haki ya kwako. Nitakupitisha kwenye mambo machache, baada hapo tuingie kuomba. Unatakiwa kujua jambo la kwanza, Mungu anamjua mtu kabla hajazaliwa. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 5, ni juu ya Yeremia. Biblia inasema kabla sijakuumba tumboni nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Anamwambia Yeremia, so even me and you before we pass, Mungu alitujua, na achana na kutujua tu akatutakasa. Ametuweka kuwa majibu ya watu wengine katika dunia hii. You are the answer of others. Wewe ni jibu ya watu wengine. So you need to know who I am. Kama mimi natakiwa nijijue mimi ni nani. Baada ya kujijua mimi ni nani, natakiwa kuishi katika namna gani? Inawezekana mahali hapa kuna wengine hawajui kusudi la Mungu, lakini because of this day tunapokwenda kumwomba Mungu, kuna watu hatima zao zitainuka, lakini pia watajua makusudi ya Mungu aliyowaitia. Listen to me, mwana Mungu. Jambo lingine, hatima inahitaji utii kwa Mungu. Tunamwona Ibrahim Mwanzo 12 mstari wa 1 na wa 2, alitii maagizo ya Mungu. Mungu alipomwambia toka katika nchi yako uende mpaka mahali nitakuagiza. Listen to me. Inawezekana kabisa kusikia sauti ya Mungu ikikwambia stop doing that, start to do that. Acha kufanya unalofanya, anza kufanya nalokuagiza. So after you kumtii Mungu, hatima ya kwako inaanza kuwa. Usingangane mahali ambapo kimawazo yako unaona kuna msaada, na wakati Mungu anakuambia ondoka eneo hilo. Listen to me. Nina rafiki yangu mmoja, mara nyingi napenda kumtolea ushuhuda kwa sababu nilipo mpaka leo naendelea kumtumikia Mungu. Ni kusudi la Mungu alikuwa ameachilia ndani yake, akatilia pia favor kwangu mimi kuwa rafiki yake, na tukaendelea kudumu katika maombi. Anaitwa Anodi Mwambungu. Tulikuwa tumekwenda mahali fulani kumwomba Mungu. Kabla tujamaliza kidato cha 4, kwenye milima fulani tunamwomba Mungu, tunamlilia Mungu kwa Mungu tufanikishe Mungu tupate kufaulu vizuri, because tunajua Mungu kile ulichoweka ndani yetu. Tulipanda kwenye ile milima tukamwomba Mungu, na Mungu akajibu maombi. Jambo la kwanza likatokea, tukapangiwa shule moja mimi na yeye. Shule moja tulipangiwa mimi na yeye, lakini hakuna aliyebaki katika ile shule. Tuliporudi kwenye milima, Mungu tunahitaji tusome mahali pamoja, mimi na huyu mtumishi wa Mungu. Tukaingia kumwomba Mungu, na kipindi hicho kupata kibali kuama akikuwa rahisi. Mtumishi wa Mungu huyo Anodi alienda yeye mwenyewe kule shuleni, lakini mimi alienda mamangu kunishughulikia. Tukaama alipokuwa ameenda, kuna kusudi la Mungu alienda kulitimiza mahali alipokuwa ameenda kusoma. Nilipokuwa nimeenda, kuna kusudi la Mungu tulikuwa nimeenda kulitimiza mahali nilipoenda kusoma. Kitu gani nataka nikwambie? Kuna hatima ya kwako
So kuna mahali unaweza kuhisi ni mahali salama, lakini kumbe si salama. Utakapoisikia sauti ya Mungu, utakapoisikia sauti ya Mungu, ndivyo utakapoanza kuona Mungu akifanya kwenye maisha yako. Baada ya hapo, tutamshukuru Mungu. Tumemaliza form 6 tukafaulu, tutaingia kumwomba Mungu. Na kumbuka zaidi, tunamwomba Mungu kwenye milima ile, Mungu atupe fedha. Tunamwomba Mungu atupe fedha. Ataachilia andiko moja linasema, tafutani kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa.